tuzungumze kama mazingira yanavyotaka. Maneno mazuri, maneno bora kabisa ni yale yanayojulisha muktadha alhal. Hapa tuna bwana harusi na tuna bibi harusi. Tumekuja kushuhudia ndoa yao. Pana wali aliyetoa idhini binti kuolewa. Pana wazazi wa bwana harusi, wazazi wa bibi harusi. Sote kwa pamoja tunalo jambo litakalo tufikirisha, hata kwa wale ambao wameshaoa, lakini kwa wale ambao bado hawajaoa na waliooa leo. Sote, kila mmoja anatakiwa ajifanyie tathmini, kama ambavyo shekhe letu alivyoeleza kwamba lengo la ndoa ni kuingia peponi. Alhadhirun, aliyenikaribisha ameeleza nukta muhimu sana, yataka tuizingatie katika kazi zake za kuitumikia ilmu. Uzoefu wake unamuonyesha kwamba watoto wetu wanaopokelewa kwenye vyuo huko, uelewa wao katika dini yao unasikitisha. Hawana uelewa wa dini yao. Hili ni jambo ambalo katika kila nyanja, kila hatua, kila kipengele ya maisha yetu, uzoefu unaonyesha hivyo. Tupo mbali sana, nahan buraa min alislam walislam bari'un minna. Tuko mbali na Uislamu, jambo ambalo linapelekea Uislamu mwenyewe unakuwa uko mbali na sisi. Na katika hili, mmoja katika maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulielezea jambo la ndoa, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ndoa ni miongoni mwa sunna yangu. Bwana Mtume anasema, mwenendo wangu. Atakaye uchukia mwenendo wangu huu wa sunna, falaysa minni, huyo si katika mimi. Mtume akisema hivyo, manake anatuambia alislamu bari'un minhu. Huyo mtu wa namna hiyo mwenye kuichukia sunna ya Bwana Mtume, Uislamu uko mbali na yeye. Walislam bari'un minhu, na Uislamu nao uko mbali na yeye. Hili la ndoa ni moja miongoni mwa kutekeleza haki za watoto wetu, hukukul abna ala al-aba. Watoto wanatudai haki nyingi sisi wazazi wao, kama ambavyo na watoto nao vile vile wanalazimika kuwajibika kwa wazazi wao, kuwatekelezea haki zao. Lakini nani wa kwanza aanze kumtekelezea haki? Ni mzazi au ni mtoto? Baba. Baba ndio wa kwanza. Baba na mama ndio wa kwanza ambao wanatakiwa waanze kuwatekelezea haki watoto wao. Ajabu, moja katika haki ambazo tunatakiwa tuwatekelezea watoto wetu ni kabla hata hawajazaliwa.
Watoto wana haki, huququn qabla alwilada, wanazo haki wanazowadai wazazi wao kabla hata hawajazaliwa, alafu baada alwilada, baada ya kuzaliwa, wa baada albulugh, na baada ya kubaligh. Bwana harusi na bibi harusi, Mwenyezi Mungu akiwawafikia akawaneemesha kupata watoto, basi hili linalofanyika leo ni sehemu ya kuwatekelezea haki watoto ambao bado hawajazaliwa. Haki ya kwanza ni ikhtiyar al-um. Tunatakiwa watoto wetu tuwachagulie mama wema. Hatua zile za awali za kuchumbia, kupeleka posa, unataka kumooa, hakikisha kwamba atakuwa ni mama mwema kwa ajili ya watoto wako. Hii ni haki ya kwanza. Na haki kama hii ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza mambo yalivyo tunapotaka kuoa. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu warḍana anasimulia kwamba amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira Mwenyezi Mungu awe naye, Mwenyezi Mungu amwiradhi, tunkahul mar'atu li 40, mwanamke huolewa awe mke kwa mambo manne. Mambo yalivyo: jambo la kwanza, limaliha, huolewa mwanamke kwa ajili ya mali zake alizokuwa nazo, akaolewa kwa ajili ya mali zake alizokuwa nazo. Walihasabiha, na mwanamke akaolewa kwa sababu ya hadhi yake aliyonayo, heshima yake aliyonayo, ile personality yake aliyokuwa nayo, akaolewa kwa ajili ya mambo kama hayo. Lakini pia walijamaliha, mwanamke huolewa kwa sababu ya uzuri wake, ule uzuri alionao, akaolewa kwa sababu ya ule uzuri wake. Walidiniha, na mwanamke huolewa kwa ajili ya dini yake, kushikamana na dini yake. Huyu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, fadhfar bidhati din, muoe mwenye kushikamana na dini. Huyu ndiye ambaye Bwana Mtume anatoa ushauri, mwanamke wa kuolewa tumuoe mwanamke mwenye kushikamana na dini. Taribati yadak, Bwana Mtume anasema hapa pana tafsiri mbili. Ikiwa utamuoa mwanamke anayeshikamana na dini, manake utakuwa umepata kheri, umepata mafanikio. Lakini vinginevyo usimuoe mwanamke anayeshikamana na dini, basi utakuwa umepata hasara, mikono yako itakuwa imechafuka. Kwa nini? Kwa sababu unayemuoa ndiye atakayekuwa mwalimu wa kwanza wa kuwafundisha watoto wako, kuwaongoza katika njia ya haki. Hilo tulishike jamaa, tuwaoe wanawake ambao kwamba watatusaidia katika malezi, na hata sisi pia watatusaidia ili tuishi katika misingi ya dini. Hili lilipokosekana, ndio sasa Waislamu wako mbali na Uislamu. Uislamu unaeleza vingine, kimwangalia Muislamu yuko nje kabisa ya mafundisho ya Uislamu. Hili ndo mahala ambapo tunaona wakati haututoshi, tupapigie mstari hapa ndugu zangu. Dini, dini. Na tulipopokosea hapa ndio maharibiko yote haya tunayoona, hata uvunjifu wa amani, hata watu kutokuthamini utulivu katika nchi. Yote hayo ni kukosa maarifa ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanamke, umuhimu wake na nafasi yake, wanaume wanne
wanatakiwa wasimame vizuri kumsimamia mwanamke ili aweze kutoa matarajio yanayotarajiwa kwa mwanamke. Wayusalu an arba'in wayusal anil mar'a arba. Kuhusiana na mwanamke wataulizwa wanaume wanne. Abuha, baba yake ataulizwa. Kila baba lazima asimame vizuri kusimamia malezi ya watoto wote, lakini wa kike hawa. Baba, simama vizuri kumsimamia au kuwasimamia watoto wako wa kike. Wana jambo kubwa la kulifanya katika jamii. Lakini pia wa akhuha, kaka yake. Kila ambaye nyumbani kwao yeye ni kaka na kuna ndugu zake wa kike, anatakiwa asimame vizuri kuwasimamia dada zake hao katika dini. Lakini pia wazaujuha, na mume wake. Leo waume hawana habari kabisa, hawajatekeleza wajibu wao kuwasimamia wake zao katika dini. Wabunuha, mwanamke ataulizwa, aulizwe mtoto wake wa kiume. Yeye ni mama, ndo mzazi, lakini kwa sababu tu ni mwanamume ataulizwa alisimama vipi kumsimamia mama yake mzazi. Kwa sababu yeye, yani mimi ala sabili mithal, mimi nina mama yangu. Mimi natakiwa nisimame vizuri kumsimamia mama yangu aliyenizaa akiwa kama mwanamke. Ule wanaume tu, arrijalu qawamuna ala nisa. Na ndio siku ya kiyama hawa wanawake hawa ambao hawakusimamiwa, hawakupewa malezi ya dini, hawakusimamiwa katika dini, watatushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awe ni mwanamke ataingia, manake ahukumiwe kuingizwa motoni, amwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu anajua, ya Rabbi khudhli haqi min zawji, Mola wangu nichukulie haki yangu kwa mume wangu. Mungu anajua, anamuuliza wama haquki, ipi haki yako nikuchukulie kwa mume wako? Mwanamke anasema atani bitaam, mume wangu aliniletea chakula, wal mashrab, aliniandalia vinywaji, wal maskan, na mahala pa kuishi. Aeleze huduma nyingi alizopewa, lakini aseme wala miatini bidini, hakuniletea dini, hakunisimamia mafundisho ya dini, na hilo tu ndio limenipelekea mimi leo naingia motoni. Aambiwe khudhi biyadi zaujiki, shika mkono wa mume wako, wadkhula nar, ingieni wote motoni. Kwa hiyo tutakwenda kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya watoto wetu wa kike, kwa sababu ya dada zetu, kwa sababu ya mama zetu, kwa sababu ya wake zetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Imenipendeza nitoe zawadi ya misahafu 6 kutilia mkazo umuhimu wa haya tuyazungumza, kwamba tuingize dini katika maisha yetu.